Wewe babu, juzi kuna kitu cha maajabu kilitokea. Gani mzee? Kulitokea radi hizo si za kawaida. Zile radi niliziona na si mara yangu ya kwanza kuziona. Miaka 10 iliyopita kuna kitu kama hiki kilitokea, lakini hakikuwa kitu cha kawaida. Wazee wa zamani walitaka kutoa sadaka kuwa sadaka halali. Wazee Seda, shapoteza muda mwingi sana, na halafu kulikuwa kuna kitu chenye nimetumwa. Acha mimi niende, tutakutana wakati mwingine. sawa, wewe wahi, maana hata mimi kulikuwa kuna sehemu nafuatilia, lakini tutaonana. Hapo. Mama. Naam mwanangu. Kuna nini? Sina chochote mwanangu. Mbona leo umechelewa kuamka? Ni kuchoka tu mwanangu, lakini sina chochote. Haya, naambie mwanangu, ulikuwa wasemaje? Ni kuchoka mwanangu, ulikuwa wasemaje kwani? Nimekuona umelala sana na si kawaida yako. Sio hivyo, mimi hata niko kawaida, sina shida. Sawa mama, lakini nilikuwa nakuomba nenda kule kwa rafiki yangu. Nilikuwa nilimwachia simu yenye tulipewa, sasa nataka niende kamuulize. Sawa sawa mwanangu, bora usichelewe. Sawa mama. Haya. Sasa nadhani ni ule muda sasa kwenda kuchukua ule mchanga, maana nadhani hata nikichukua ule mchanga nitakuwa nimemsaidia, maana hata kifo chake huyu sio cha kawaida.
maana aliyekufa kwa halali hawezi kuwa anafuatafuata mtu namna hii. Sasa nakuwa na mashaka sana na kifo chake. Mke wangu. Nini mume wangu? Ni kitu gani ulichomwambia Steve? Nilimwambia nini kwa rafiki yako? Sasa kabisa. Ulichomwambia Steve. Ni mwanamke gani una ujasiri wa kutoa siri za ndani kupeleka nje? Kwani kumwambia rafiki yako ni shida? Shida ipo. Shida ipo. Kwa sababu ninavyojua mimi, siri za ndani ni zangu mimi na wewe. Lakini sasa inakuwaje wewe unatoa siri za ndani na kupeleka nje? Unajua umenikosea sana. Hicho nilichomwambia ni uongo ama ni kweli? Sikiliza mume wangu, yale unayoyafanya, sikiliza nikwambie, hayo unayoyafanya yamenifika hapa. Yamenifika hapa na mimi pia. Sasa kuanzia leo humu ndani utaondoka, utaenda kwa mamako. Humu ndani utaondoka humu. Utaenda kwa mamako, sikuhitaji tena. Mambo unayoyafanya ni aibu kwangu. Ni aibu gani mume wangu? Sababu yale mambo unayofanya, kutoa siri za ndani na kupeleka nje. Sasa nakwambia, leo ukae, leo unaenda kwa mamako. Sikuhitaji tena katika maisha yangu. Sasa toka uende kwa mamako. Umefikia hapo mume wangu? Nimefikia hapo, toka uende kwa mamako. Hivi utatoka utaenda kwa mamako mzazi. Hapa ukai hapa kwangu. Kama nimekukosea mume wangu, naomba unisamehe. Sitarudia tena kwa hiyo. Hamna cha msamaha kabisa. Umenikera, umeniudhi mwanamke wewe, umeniudhi. Nisamehe mume wangu. Kwanza yule Steve unamhitaji mpaka unaambia siri zetu za ndani. Niliona ni rafiki yako mume wangu. Hata kama ni rafiki yangu, lakini huwezi toa siri zetu za ndani kumpelekea Steve. Hapo umeniudhi. Na leo utatoka. Nisamehe mume wangu. Hakuna cha msamaha, nakwambia leo utatoka utaenda kwa mama. Hamza, na yote imetokana na uzembe wako. Wewe haikupaswa kumjulisha mtoto wako. Hivyo basi inabidi kumdhibiti kwa mapema, la sivyo kuna hatari itatokea. Hamza, najua washtuka sana, lakini mimi kama malaika wa kifo nimekwambia inabidi utoe kafara, na usipofanya hilo kwa haraka inaweza ugharimu uhai wako. Mimi nimemaliza na naenda. Tena hiyo kafara uliangalia kweli? Maana hapo nyuma kulitokea jambo kama hili. Kwa hivyo basi itabidi utoe kafara, maana kwa sasa huna nguvu yoyote. Sasa kafara tena ndugu zangu? Kafara tena? We, inauma. Yaani kafara tena? Kafara tena mimi? Kwa hayo mimi sikubaliani kabisa. Sikubaliani kabisa. Itabidi utoe hiyo kafara, maana kwa sasa usipotoa kafara ujue hauna nguvu zozote. Anachokizungumza Barbara ni sahihi kabisa. Hamza, kwa sasa Hamza, inakubidi utoe kafara nyingine. Basi usipotoa kafara ujue wewe hauna nguvu. Afadhali sisi tunaweza kujitetea, lakini wewe sijui itakuwaje. Sawa basi, wacha nitapambana. Hivyo sawa, si kikao kimesha,
tuelekeni nyumbani basi. Mbona mbio? Kuna shida gani? Kwani kuna shida gani? Ameondoka hapa vizuri kabisa. Alafu kwani kuna kitu gani kimemkuta? Inaonekana huyu. Oh, sasa hapa ndo sasa nimeanza kugundua kuwa yule mkuu alivyokuwa anaosema basi ni huyo kijana. Sasa dawa yake iko jikoni. Shenzi huyo. Mume wangu nisamehe, halitajirudia tena hili. Mke wangu, nimekuvumilia mengi sana, lakini kwa hili siwezi kusamehe. Nisamehe mume wangu. Nimesema na sitorudia. Leo nimekwambia siwezi kusamehe. Leo utaenda kwa mamako. Nisamehe mume wangu, nisamehe. Mimi nimekwambia siwezi kubali msamaha wako. Kwa hili halitojirudia mume wangu, naomba unisamehe mume wangu. Nimekwambia mimi siwezi kutoa. Mimi nimekwambia siwezi kusamehe. Nisamehe mume wangu, nisamehe. Kwa nini unielewi wewe? Leo nitoke, bado toka tayari, toka. Nisamehe toka uende kwa mamako, toka wangu. Toka kwa mamako. Toka nakuvuta, toka uende kwa mamako. Nisamehe uende kwa mamako. Nisamehe kwa hili mume wangu. Toka uende kwa mamako. Wewe unakuwa sio muelewa, toka uende kwa mamako. Sikiliza mume wangu, halitojirudia tena hili. Uende kwa mamako. Toka uende kwa mamako. Wewe sio muelewa. Toka uende kwa mamako. Kwa mtoto, nenda kwa mamako. Nisamehe hapa. Na sikuhitaji tena, nenda kwa mamako. Wewe unielewi. Nenda kwa mamako. Sikuhitaji tena, toka uende kwa mamako. Wewe unakuwa sio muelewa. Unakuwa sio muelewa. Jambo kidogo hili la kuzuia. Wewe uzuie. Nenda kwa mamako huko. Sikuhitaji tena katika maisha yangu. Toka uende bondeni huko kwa mamako. Umsaidie mamako kulima huko. Hai. Safari njema huko. Mwanamke sio muelewa. Jambo kidogo ila kuzuia, lakini yeye hataki niende kwa mamake huko bondeni. Saidie mamake kulima huko. Safari ya ghafla na mimi nilikuwa sijui kando naenda.
babako ndiye aliyenifukuza. Kwa hiyo wewe mwanangu, baki na babako, kwa sababu wewe unasoma. Isitoshe ukimaliza utanifuata, unisikia mwanangu? Mama, siwezi kama babangu, manake babangu ni mlezi. Mama, twende sote. Hapa mwanangu unasoma. Unajua wewe mwanangu bado unasoma, na unajua elimu ni funguo ambayo itakuja kusaidia mbeleni. Hilo bado uko hapa. Nisamehe mume wangu. Sasa unataka watoto wanalia mume wangu. Mimi nimeshakwambia wewe utatoka na huyu mwende kwa mamako bondeni. Siwezi kumlia tena. Sasa ishatosha. Nenda kwa mamako bondeni. Nisamehe mume wangu. Uende na mamako bondeni. Haya, nendeni. Bondeni huko kwa mama yenu. Na siwahitaji tena hapa. Bondeni. Karibu mwanangu. Karibu mwanangu. Asante. Haya, habari za huko? Ni nzuri, sijui wewe huko? Salama. Watoto? Wazima. Na huyo mwingine yuko wapi? Nilivyotoka nyumbani nimepitiana kwa rafiki yangu na yeye akabaki huko. Kababa. Mambo. Karibu mwanangu, ukae. Asante mama. Haya, karibuni. Karibuni mwanangu. Haya, mlete huyu. Pole. Amenisahau. Haya, kwema huko? Sio kwema kabisa mama. Kwa nini? Kwenye nimetoka nimefukuzwa. Haya, imekuwaje? Hata sijui nikueleze nini. Umefukuzwa? Nilikwambiaje mimi? Nilikwambia yule achana naye, tabia zake sio nzuri, lakini ukakataa. Ona sasa, yamekukuta. Ndio umekumbuka uko na mamako. Ndio maana wakasema asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kumbuka mimi ndio niliona jua kimbele, lakini watoto hamsikii. Muda wote umeondoka, hukumbuki hata kurudi nyumbani kuja kunisalimia. Saa hii ndio umenikumbuka mwanangu. Karibu kijijini. Baba, nilikukosea nini mpaka ukaniua? Na niliponiua nilipata faida gani? Sahi nakuua. Usiniue! Mtoto wangu nisamehe!